area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Magazetini Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Magazetini Global Radio. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Magazetini Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyibuto. This is Magazetini Global Radio 2021. We are here and we are going round and about. Video, photo, audio, anything it is in the media field, Magazetini Global Radio. You already see us. We're out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here. Anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya, you call us, Magazetini Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Magazetini Global Radio. Garukende nore ase county ya Kisii gose ti county chieta naine nkorigiore amubogani asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro ase rigori rike bono wobatiboyo abuga hotel ne rori chiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobware gwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagore ito yobokorari nigo alense mono asokorara obutuko bomoryoka nigo ugwakana shilingi elbweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongori egesanda ashilingi emerongo etano chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bekerango keigoro ase rigori liansi. Asante sana tena, tumeingia katika meza hii ya magazeti. Ukiangalia meza yetu imechafuka sana. Mimi wako Edwin Mukaya, Fidel Omo Shogenia. Asubuhi njema. Tumekutana huku tuanze kuyaangazia, kuyaangalia, kuyajadili yale ambayo yamechapishwa katika magazeti zetu. Kwa hivyo kama kawaida tunaanza kwa kusanitize. Unajua hii mambo na corona bana. Lazima yale masharti ambayo yalipeanwa na serikali tuone kwamba yanafuatwa ili kudhibiti vitanda vya ICU vimepungua. Kwa hivyo siki kuhatarisha maisha yangu. Lazima tujilinde na pia tulinde wenzetu. Na mpenzi mtazamaji, ukiangalia meza yetu hapa tuna gazeti. Kuna gazeti aina ya The Standard, kuna gazeti aina ya Taifa Leo. Ambalo tunaenda kuangazia. Kwanza tuanzie na The Standard, ndio kisha ni tuangalie uso wa gazeti hizi zote mbili. Naam, acha nianzie ukurasa wa kwanza wa The Standard, au kipenda jalada au jinsi mwanahabari mwenza Videla anasema uso wa gazeti la The Standard. Naam, tukiangalia hapa kuna yale yanayozungumziwa kuhusu ukopaji wa hela kutoka kwa ile International Monetary Fund. Hayo yote tutapata katika ukurasa wa 6, 7 na 32. Naam, vile vile ukurasa wa 3 tunaangazia kuna mmoja hapa alikuwa akifanya kazi kama hostess. Hostess anakuaga wapi pale? Uwanja wa ndege pale, kushughulikia wateja pale. Tunaangazia historia yake, jinsi alikuwa air hostess, akatoka hapa akawa mkulima hivyo. Vile vile katika ukurasa wa 8 tunaangalia chama cha ODM na vile kimeongeza muda kwa wale watakao
ataka kuwania urais kutokana na tiketi ya chama hicho. Hayo yote yapo hapo katika ukurasa wa kwanza ambao ni jalada la The Standard. Tuangazie Taifa Leo. Tukiangazia katika gazeti ama jarada hili la Taifa Leo, mnavyoona katika ukurasa wa pili naona kwamba wanasema mlinzi wa Matiang'i auawa mkewe naye pia kuchitoa uhai. Huo ni ukurasa wa pili. Ukurasa wa 4 wanasema kwamba wakuu wa msikiti wakubali rafi ya vazi la Jay-Z. Uhalifu katika ukurasa wa 4 pia wanasema kwamba MC afungwa miaka 8 kwa ulanguzi. Huo ni ukurasa wa 4. Ukurasa wa pili pia wanazungumzia kuhusu ajali mbili tofauti zilizoacha watu 18 wakiwa wamefariki. Huo ni ukurasa wa pili. Pia naona ukurasa wa mwisho ambao ni ukurasa wa 16. Leo kuna mechi katika uwanja wa Stamford ambapo Arsenal wanakabiliana na timu katika ligi ya Europa. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika jarada hili la Taifa Leo. Naam, moja kwa moja ukurasa wa pili katika gazeti letu la The Standard tunaona kwamba kuna zile county ama kuna yale majimbo ambayo hayana pesa, tunasema broke counties. Wamegongwa, hizo counties zimegongwa vilivyo na ukosefu wa vidonge vile vya kupunguza makali ya virusi vya ukimwi mwilini. Kwa hivyo tunaona hapa msimamizi ama mkurugenzi anayesimamia afya katika ile baraza la magavana au the Council of Governors analalama akisema kuna zile county ambazo sasa hivi watu wapo taabani. Mfano kuna county ya Siaya, Kisumu, Migori, Busia. Wanasema kwamba kaunti hizo zimegongwa vilivyo na ukosefu wa dawa hizi, na vile vile mamilioni ya watu ambao wana virusi vya ukimwi wanaendelea maisha yao yapo taabani. Vile vile anasema kwamba kaunti kama Homa Bay hakuna kabisa ARVs, hivyo vidonge. Kwa hivyo kama watu wapo taabani katika hizo kaunti. Vile vile katika ukurasa huo tunaangalia kwamba kuna wale wanaochukua ama wanaopewa chanjo ya COVID-19, ugonjwa wa corona. Nasema kwamba katika kaunti ya Nyamira ni watu wachache sana ambao wamejitokeza ili waweze kupewa chanjo hiyo. Baadhi ya watu tuseme kwa watu 800 na zaidi ambao wamepatiwa chanjo hiyo, wafanyakazi chini ya 200 ndio wamepewa chanjo hiyo, na vile vile wanasema kwamba watu wajitokeze ili waweze kupewa chanjo hiyo. Katika ukurasa wa 3 wa The Standard sijui waweza kuwa uliangazia ukaona kuna meme ama kuna poster fly ilikuwa ikipita mtandaoni sana, watu wakisema ikisema kwamba kulikuwa na picha pale, picha ya rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Vile vile huku chini kulikuwa na namba yake ya kitambulisho. Alikuwa anasema kwamba ukiona mtu kama huyu mwenye anaomba deni kwa ukibwana msimpatie deni hilo. Mtu huyu alishikwa kwa jina, anaitwa kama Edwin Mtemi. Yupo katika amezuiliwa, leo atafikishwa mahakamani ili aweze kujibu mashtaka kwa kueneza ujumbe huo. Leo hii atafikishwa mahakamani. Tuangalie Taifa Leo. Nikiangalia katika ukurasa wa pili katika gazeti hili la Taifa Leo, wanasema kwamba sauti za raia zazua kiwewe. Yaani unajua kuna serikali sasa imeanza kuwa na wasiwasi kuhusu raia ambao wameanza kupinga ukopaji wa pesa kutoka nchi za nje. Hilo ndio linazungumziwa katika ukurasa huu wa pili, ambapo pia wanazungumza kuhusu mlinzi wa Matiang'i ambaye alijitoa uhai pia na kuua mkewe. Shika kama umesikia kisa hicho? Naam. Kuna mlinzi ambaye alikuwa ni highly trained wa Matiang'i ambaye alijitoa uhai pia na kumuua mkewe. Kisa hicho kinasimuliwa katika ukurasa huu wa pili. Naona kwamba ukurasa huu wa pili bado wanaendelea kuongelea kuhusu watu 18
18 ambao walifariki kwenye ajali mbili tofauti, Kisumu na pia huko Kilifi, ambapo hiyo ajali ya Kilifi iliwaacha watu 14 kama wameaga na Kisumu watu 4 kama wameaga. Ukurasa wa 3 wanazungumzia kuhusu upakaji ambapo kuna watu wamebakwa, wale ambao wanakwepa ile mitego imewekwa na serikali ili kuona kwamba wanakabili na ugonjwa wa COVID-19. Huo ndio ujumbe ambao umechapishwa katika ukurasa huu wa 3. Na pia wameanza kuangazia maendeleo katika kaunti tofauti tofauti katika ukurasa huu wa 3, ambapo wanazungumzia kuhusu kaunti ya Kwale, kaunti ya Kakamega na kaunti zingine. Huo ni ukurasa wa 3. Naam. Nikiangalia ukurasa wa 4 hapa tunaangazia vile vile hicho tuseme ni hiyo kesi ambayo umezungumzia, ambapo kuna mlinzi, tuseme ni walinzi, manake kulikuwa na mwanapolisi, JSU pale, afisa wa JSU pia ambao waliuana. Tuseme waliuana, mmoja aliua mwingine. Ni mmoja aliua mwingine. Naam. Kwa majina huyo alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hudson Wakise, ambaye alikuwa JSU. Vile vile kulikuwa na mwanapolisi katika idara ya barabarani au traffic police. Walikutana pale kwa nyumba, dakika chache pale malumbano ikatokea. Hudson Wakise akatoa bunduki lake na kumfiatua marisasi kwa kifua mwanamke yule ambaye alikuwa anaitwa nani? Wakise. Bibi yake huyo Wakise tu, sasa tuseme, maana wamekuwa akiwa na mvurutano muda mchache tu, wiki moja mbili zilizopita, na kumua pale kisha na yeye kujifiatua risasi kwa kichwa na kuacha wawili, maana walikuwa na watoto wawili, kuacha mayatima. Habari hiyo imeangaziwa katika ukurasa wa 4. Ukurasa wa 6, manake watana hapa sijaona habari yenye inaweza tufaa. Ukurasa wa 6 unaangazia International Monetary Fund ambayo imekubali kupeana loan au mkopo kwa nchi ya Kenya. Amesema kwamba International Monetary Fund imekubali kupeana mkopo wa shilingi bilioni 508 billion. Nimeangazia sana tangu wiki jana, wiki vile ilianza, tumekuwa na vurutano zaidi, ambapo Wakenya wanasema kwamba si halali, si vyema kukopa manake hii tunajiwekea mzigo, na vile tunaita kijazi. Kwa hivyo kizazi kijacho pia kinaweza pata ule mzigo wa kulipa deni hili. Na vile tumeangalia kwamba Kenya sasa hivi tutakuwa rais atakapotoka usukani, maybe tuseme mwaka wa 2023 wakati bajeti itakaposomwa, tutakuwa na deni la trilioni 10. Trilioni 10. Sijui hizo zitalipwaje. Hiyo habari imeangaziwa katika ukurasa wa 6 wa The Standard. Acha niangalie ukurasa wa 7, manake unaenda moja kwa moja na ukurasa wa 6 kisha uangalie hapo Taifa Leo. Na ukurasa wa 7 vile tunaangalia kwamba hizi pesa, hizi hela shilingi bilioni 234 ambazo zitatolewa na International Monetary Fund zitaingia, vile zitakuja na masharti yake, kwamba kuna watu wale wafanyakazi ambao mishahara yao itakatwa, kuna wale watafutwa kazi. Ndio masharti yamewekwa na International Monetary Fund. Kama unakumbuka mwenzangu hapa, kuna gazeti lilikuwa sijui ni Jumanne, ambapo tunaona kwamba kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi alikuwa amesema kweli serikali itoe wazi ya masharti au conditions ambazo zimewekwa na International Monetary Fund, ili wajue kwamba kuna wale ambao watapoteza kazi zao ikiwa hapo, kisha waone njia mwafaka ambayo itakayo chukuliwa ili kutatua shida hiyo. Yoyote utaipata katika ukurasa wa 7. Katika ukurasa huu wa 4 gazeti ni la Taifa Leo, naona wanazungumzia kuna huyu diwani MCA wa wadi ya Mkomani iko katika kaunti ya Lamu, ambaye anajulikana kama Yahamd Sheikh, maarufu kama Basode. Jumatano alipoteza kiti chake cha UMCA ama cha udiwani baada ya mahakama kumhukumu kifungo cha miaka 8 kwa kumpiga faini ya laki 800. Laki 8
wanasema kwamba huyu alikuwa anawatetea ama kuwafurusha wenye walikuwa wanafanya ulanguzi wa madawa ya kulevya katika kaunti hiyo ya Lamu. Tukiangazia ukurasa wa 5, wanazungumzia kuhusu makanisa kuunga mkono katika usambazwaji wa haraka wa ARVs. Kumbe hizi dawa zimezua madhara sana kwa Wakenya. Ni kama zimekosa, naona kaunti mbalimbali zimekosa, kama kaunti ya Homa Bay. Unajua kaunti ya Homa Bay ilikuwa imenakiliwa kwamba ndio ilikuwa ya kwanza kwa wale watu ambao wako na virusi vya ukimwi. Sasa naona kama wanasema kwamba kaunti ya Homa Bay kama hamna kabisa. Naona katika ukurasa huu wa 5 pia wanasema kwamba wakulima wa mpunga wahofia kupata hasara. Katika ukurasa huu wa 5 pia ndio wanaangazia habari kutoka kaunti mbalimbali, ambapo wanaangalia huku kaunti ya Eldoret, Kisii, ambapo wanasema kwamba koti imesimamisha kwa muda masishi ya mfanyabiashara kwa sababu anadaiwa kwamba alikuwa mlahai wa kuuza mashamba ama ardhi kwa njia ambayo si halali. Kaunti ya Nairobi wanasema kwamba kuna ili soko ambalo lilichengwa takriban miezi kama 3 iliyopita, ambalo linaitwa kwamba linajulikana kama Wakulima Market, linalopatikana katika barabara kuu ya Kangundo. Wanasema kwamba limesisitishwa kufunguliwa kwa miezi 16 ijayo. Nikiangazia katika ukurasa wa 6, naona kwamba ni habari za Afrika na dunia, ambapo wanasema kwamba mamia ya watu wauawa mpakani wa Ethiopia na Somali. Jua corona inaendelea kuua watu pia, hivi vikosi vya ugaidi pia kuua watu. Ukurasa wa 7 wanasema kwamba vijana wawili wanaotengeneza mafuta kutokana na karatasi za plastiki wanasema kwamba wanajitafutia riziki kwa akili zao. Hayo ndio yale ambayo yameangaziwa katika ukurasa huu wa 6 na 7. Naam, katika ukurasa wa 8 hapa tunaangazia chanjo ya COVID-19 ambao imezua mijadala tofauti. Vile vile tumeangazia kwanza wiki kwamba kuna serikali ilizuia zile chanjo za kipekee, aina ya kipekee au private, wale wanataka kuzitoa huku nje ama kuzi-import kutoka nje ya nchi, walizibana ama walizikataa kabisa. Vile vile tumeona kwamba hizi chanjo ambazo watu wanaendelea kupokea, na vile vile serikali inaendelea kuambia na kuhimiza watu waweze kupewa chanjo, kwamba zina madhara ya kipekee. Na vile vile hapa kuna daktari hapa anayeitwa Geoffrey Kulabusia ambaye anafanya kazi katika chuo kikuu cha Egerton. Anasema kwamba iwapo umechukua chanjo hiyo na umeanza kuona madhara, tafadhali usianze kuyatibu, manake ukitibu hivyo kwamba zile nguvu ambazo ile chanjo iko nayo ya kuzuia maybe vile virusi vya corona mwilini haitafanya kazi. Kwa hivyo anasema kwamba hizo unless zimekuwa extreme, lakini kama ni hapo tuje moderate, uziache tu hivyo, kisha ndipo hiyo chanjo iweze kufanya kazi mwilini. Vile vile wameangazia hapo baadhi ya madhara ambayo yanatokea ikiwa umepewa ile sindano ya chanjo ya COVID-19, akisema kwamba kuna uchungu sana pale ambapo umepewa ile injection, ile sindano kidungiwa pale, kuna uchungu. Ule uchungu usianze kupatia vidonge vya kupunguza maumivu mwilini. Yaache tu hivyo ili dawa ile iweze kufanya kazi mwilini. Vile vile waweza kuhisi njaa. Unakaa tu naamka asubuhi njaa. Usikule pia. Njaa. No, kula ule tu. Ni baadhi ya madhara ambayo yanakuja na virusi. Unajua waweza kuwa umeenda umepata hiyo sindano ya chanjo na kuja unakula sana, yani unahisi njaa kiholela jinsi haukuwa unahisi pengine. Kwa hivyo anasema kwamba usijali, manake hiyo dawa inaendelea kufanya nini? Kufanya kazi mwilini. Vile vile kutakuwa na homa kidogo, kunakuwa na maumivu kidogo vile vile, lakini usiyatibu. Vile vile alisema kwamba kuna uwezekano pale ambapo umedungwa sindano ile ya chanjo kuna wekundu fulani. Kuna wekundu fulani pale penye sindano umedungiwa. Alafu vile vile ni hayo tu. Anasema kwa hivyo kunaweza kuwa na kichwa kinaweza kuwanga kwa uchache. Unajua kuna kuwanga, kichwa kuwanga hadi mwenyewe ujitambue. Kwa hivyo vile vile hii ni baadhi ya madhara ambayo yanakuja na kudungwa hii sindano ya chanjo ya COVID-19. Kwa hivyo ikiwa umepata hiyo chanjo,
Ngawaja anasema kwamba katika kaunti ya Nyamira ni wachache tu. Unajua alisema kwamba wafanyakazi wa umma wanastahili kupata hiyo chanjo ili manake ndo wanatangamana zaidi na wananchi, lakini ukikinzana na hiyo habari ni kwamba wachache tu ndo wamepata chanjo hiyo. Naam, kwa habari nyingine katika ukurasa huu wa 8 tunaona chama cha ODM. Chama cha ODM kimeongeza muda kwa wale wanaotuma maombi ya kuwania urais kupitia kwa tikiti ya ODM. Kufikia sasa hivi tunaona kwamba ni gavana wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya pamoja na gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho ambao wameshatuma ombi lao la kuwania urais kupitia tikiti ya ODM. Na vile vile April ilipoanza tarehe 1 Aprili tunaona kwamba kulikuwa na tangazo lilotolewa na National Executive Council. Hilo baraza lilitoa ujumbe nikisema kwamba kiongozi wa ODM Raila Odinga pia alikuwa ametuma ombi la kuwania urais, japo kulikuwa na kulikuwa na tetezi kwamba ilikuwa ni siku ya wajinga, walikuwa na wahadaa ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna alisema kwamba walikuwa na hadaa watu, manake ni siku ya wajinga. Ngawaje waligombana kidogo wakakinzana na John Mbadi. John Mbadi alisema kwamba hapana, kama baraza ya National Executive Council imesema kwamba rais ameshaamua ama kiongozi wa ODM ameamua kuwa atawania urais, waache tu hivyo. Kwa hivyo sasa wameongeza muda, tujui sasa walikuwa wanajaribu maji, testing waters kukoje kisha Raila aweze kuomba kuwania urais kupitia tikiti ya chama cha ODM. Mwisho katika ukurasa wa 9 kabla tuingie Taifa Leo, naona hapa raia wa United States of America wameambiwa kwamba ama wamekatazwa kuja Kenya, manake kuna virusi vya corona ambavyo vinaendelea kuchacha zaidi na watu wengi zaidi sasa hivi washapatikana wakiwa na virusi hivyo vya corona. Hii ni wiki moja tu baada ya UK, United Kingdom vile vile kuweka kukomesha watu kuja Kenya na vile vile watu kutoka Kenya kwenda UK, ambayo imeleta shida zaidi kutokana na nchi ya Kenya na vile vile nchi ya UK. Na ukosefu huu ama tuseme kutoelewana huku kumeleta madhara haswa katika nchi ya Kenya, manake itaenda kupoteza. Walikuwa nanunua maua kutoka Kenya, mabilioni ya pesa. Jana tuliangazia katika gazeti la The Standard ambapo walisema kwamba Kenya inahofia kuenda kupoteza shilingi bilioni 25 kwa kuuza maua kwenda kwa nchi ya United Kingdom. Kwa hivyo naona jinsi COVID-19 inaendelea kuleta magumu. Lakini vile vile Kenya tunaona inaendelea kujitahidi kabisa kupigana na ugonjwa huu wa corona. Jinsi rais wa Kenya aliweka katikuli, alisitisha katikuli za kawaida ama akaeka lockdown katika kaunti ya Nairobi, Kiambu, Kajiado, Nakuru pamoja na Machakos ili tuweze kudhibiti ugonjwa huu wa COVID-19. Kufikia sasa hivi watu 141,365 wamepatikana wakiwa na virusi hivyo vya COVID-19. Hayo utayapata katika ukurasa wa 9. Ukurasa huu wa 8 katika Taifa Leo naona wanasema kwamba huduma za polisi huwa sinafaa kuongeza ama kujumuisha ushauri. Unajua polisi wengi wamejiua, wamejitoa uhai, wengine wanao wenzao. Hivi majuzi uliona katika kaunti ya Nyamira, uliona kuna polisi ambaye aliwaua wenzake wawili na pia akajitoa uhai. Sasa wanashauriwa kwamba wanafaa kujumuisha ushauri katika kikosi hicho. Huo ni ukurasa wa 8. Naona pia ukurasa wa 8 unazungumzia kuhusu mikopo ambayo imekithiri nchi ya Kenya na uongozi wa chama cha Jubilee. Katika ukurasa huu wa 8 pia wanasema kwamba wanazungumzia kuhusu karata ambayo inasubiriwa katika chama cha ODM na kinara wa chama hicho Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022. Wanasema kwamba kuna wale ambao wapo serikalini ambao kamwe hawampendi kinara cha wa ODM
kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, na wanasema kwamba wanamuombea mabaya. Huo ni ukurasa wa 8. Nikisonga mbele katika ukurasa wa 9 naona kwamba kuna dondoo hapa ambapo kule Voi Mwakingali, hicho ni kitongoji katika county ya eneo la Voi, wanasema kwamba wazee katika eneo hilo wamejitokeza kwa wingi kuwahimiza vijana wao kuoa. Unajua anasema kwamba vijana katika eneo hili la Mwakingali hawataki kuoa. Anasema kwamba sasa inabidi wazee, wanasema kwamba kuna mzee hapa alikuwa anasema kwamba hawa vijana wanatuaibisha. Iwapo hawajui kutongoza, basi tutawatongozea wasichana na kuwaletea nyumbani. Wanauliza kwamba shida iko wapi? Mbona vijana hawataki kuoa siku hizi? Pengine hali ya maisha, uchumi umekuwa mgumu zaidi. Sasa unajua ukioa uzingatie uchumi. Ile yenye unakula inakukaisha, hiyo ndio mtakula tu. Kwa opinion yako tuseme. Wazee hao wanasema kwamba kama vijana wao hawajui kutongoza, basi watajitoza katika hali hiyo, waanze kuwatongozea na kuwaletea wasichana. Hilo naangaziwa katika ukurasa huu wa 9 katika kitongoji cha Mwakingali. Katika ukurasa huu pia kuna mzee huku, kuna kijana huku, wanasema kwamba jumbe za mapenzi ambazo jamaa alitumiwa na mpango wa kando zilimletea dondoo, yani zilimletea shida katika ndoa yake. Jamaa hajaiacha simu yake kwa mesa akienda kuoga. Sasa aliacha tu juzi, mkewe akaona hizo jumbe zikamletea shida. Mkewe akaanza kuangalia simu yake, ikaleta shida kubwa katika ndoa yake. Tumlaumu nani sasa? Mkewe, kwa sababu mbona wewe wajizua katika simu ya mmewe jameni, azileta shida kubwa naona huko. Katika ukurasa huu wa 9 pia naona anasema kwamba kuna msichana walikuwa wanafanya harusi na bwanae. Msichana akafika katika kanisa akatoa sadaka kubwa sana, donge la sadaka. Sasa mmewe wako anajua kama mkewe alitoa hilo donge la sadaka. Mmewe alitoa kidogo, mkewe akatoa mingi. Sasa hiyo mingi imemletea shida katika ndoa yake. Wanasema kwamba mke hafai kuwa anatoa sadaka kushinda mumewe. Hiyo ni katika county ya Narok. Katika eneo la Budalangi, county ya Busia, wanasema kwamba majambazi wakorofi wamuaja mlevi uchi kwa kukosa pesa za kumuibia. Walienda kumpora, wakapata kwamba hana kitu. Sasa ikabidi wapore gazeti la Taifa Leo. Naam, kufikia sasa hivi si tunakimbia madukani kidogo, kisha tutarejea na habari zaidi jinsi imenakiliwa katika magazeti haya leo, The Standard and The Taifa Leo. Lakini kabla tujakimbia madukani, ningekuhimiza kwamba AGR Media Services tunafanya tunawapa huduma ya live streaming. Ikiwa una hafla yote ile, tutafute, nambari ni 0713745447. Waweza kuongea nasi moja kwa moja ili upate huduma hiyo. Hey, what's up everyone? My name's Alfaxi Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Ine garukende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine mkorigore amubogani asora nyoro bokorari gwekerengo keigoro aserigo ririke bono wabatiboyo abuga hotel nero lichiburiao tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase epare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro inyora amagoria ito yobokarari nigo alense mono asokorara obutuko bomorioka nigo ogwakana shilingi elibweye mo chibesa chia Kenya
onyore aigano konyora chindagira chike gusibuna erongori egesanda ashiringi emerongo etano chioka alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bekerango kegoro ase ligori liansi. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Magazetini Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kelly na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kelly. Mbarikiwe kwa sana. Ine aye no murimi asensemo yobutugi bwe chingoko gose oteto gochaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina ye chingoko chigokina asobwanga mono nabo gotwara emibere emenene bono ebinto byabaire buya nabakonyora ebichuchu byerituko elimo abere gose amatuko atatu wetera asogwa kesimi enamba enoti isano ibere eyemo isano ibere inye isano ibere gose 0713 745447 oleterwe limo lioka inyora mbosa tolikoborwa besa chinde chonzi. Naam, karibu tena katika kurasa wa 10 katika gazeti letu la The Standard. Tunaona kuna watu, baadhi ya watu wanaendelea tangu jana tumeangalia wale wanaotaka kuingia katika wadhifa huu wa hakimu mkuu au the Chief Justice. Hapa tumeona kuna anaitwa Frederick Ngatia ambaye amekuwa wakili, ambaye alizaliwa pale Laikipia, kaunti ya Laikipia, graduate Bachelors of Law kutoka chuo kikuu cha Nairobi, akafanya kazi na State Council of Law, akaenda tena akaongeza masomo, akapata shahada ya uzamifu ama Masters of Law from London School of Economics hapo 1987. Vile vile akafanya kazi na Kage na Ngatia Advocates 1996 ama mwaka 1996 akaanza yake sasa akajiita Ngatia na Associates as the sole proprietor. 2019 vile vile akapata Masters of Applied Philosophy na Ethics from Strathmore University. Pia yeye anataka kuwa hakimu mkuu. Vile vile kuna mwingine hapa ambaye pia amesoma kweli anaitwa Professor Moni Wekesa. Moni Wekesa ni mzaliwa wa kaunti ya Kakamega. Alihitimu 1981 akapata shahada ya taaluma ya walimu kutoka chuo kikuu cha Nairobi. 1986 vile vile akapata shahada ya uzamifu, alifanya medicine from Germany. 1989 vile vile akafanya PhD ama graduate na PhD in sports medicine and rehabilitation. 2002 akafanya Bachelor of Law from the University of Nairobi. 2005 Masters of Law from the University of Nairobi. 2010 PhD in Law from University of Nairobi. 2010 Founding Dean and Associate Professor of the School of Law, Mount Kenya University. Na sasa 2006 Associate Professor and Founding Dean of School Law, Daystar University. Hao ni baadhi ya watu ambao wameonyesha, wanaendelea kuonyesha kwamba kuna ile hamu ya kuwa hakimu mkuu waweze kuhudumia Wakenya. Mwisho katika ukurasa wa 20 naona siku ya jana watu 18 waliaga dunia kutokana na ajali barabarani. Watatu ama 15 waliaga pale Kizingi. Ajali iliyotokea katika barabara ya Mombasa Malindi, ambapo wafanyakazi wa kaunti ya Kilifi, wafanyakazi 6 wa kaunti ya Kilifi walikuwa hapo.
Vile vile kuna wale watatu ambao waliaga katika sehemu ya Kasagam wakati tractor tingatinga lili overturn, alafu hao wakaaga dunia. Katika ukurasa huo wa 20 tunaona kwamba bidhaa zinaendelea kuongeza bei haswa hapa Kisii, manake watu ambao walikuwa wanaleta zile bidhaa kutoka kaunti ya Nakuru kutokana na kusitishwa kakuli za kawaida ama lockdown, sasa hivi hizo bidhaa haziji tena Kisii. Kwa hivyo ndo maana bei za bidhaa zinaendelea kuongezeka kutokana na tuseme tu ugonjwa huu wa corona ambao umeleta haya yote. Sijui na mengine wapi hapo. Katika ukurasa huu wa 10 naona kwamba wanazungumzia kuhusu barua mbalimbali. Wanasema kwamba na Edwin nikuulize, mbona serikali ijukue loans na wakati hawajaziba zile mianya za corruption? Kutokana na ujumbe ama unajua wakati unaenda kukopa loan lazima ueleze jinsi utakavyotumia hiyo loan. Walisema kwamba kuna madeni ambayo yamekuwa mengi zaidi na kulipa kidogo imekuwa muhali. Kwa hivyo wakasema ni heri waombe deni kubwa, watumie hilo deni kulipa yale madeni walionayo kisha waanze kushughulikia deni hili. Wanasema kwamba kuna haja gani mikopo, wanasema kwamba mikopo haifaidi wapo mianya ya ufisadi na uporaji wa mali za umma ama ya umma haitazibwa. Unachukua mkopo, ikifika huko Kenya watu wanaipora. Kuna haja kweli? Niliona wakisema kwamba kulikuwa na Eurobond ya 2016 ambayo ilileta matata zaidi, pesa zikakuwa kwamba hazijatumika kwa njia halali. Kwa hivyo walisema kwamba hii ikikuja watahakikisha kwamba hayo hayajatokea yale ya 2016 such that pesa hizi ziweze kufanya kazi vilivyo kutokana na jinsi walizikopa na yale walisema kwamba lazima yatimie. Sidhani kwamba sijui kama unakumbuka ule usemi wa rais wa Jamhuri ya Kenya Uhuru wa Kenyatta alivyosema kwamba kila siku kuna takriban bilioni 2 ambazo upotea kwa njia ya ufisadi. Unakumbuka? Naam. Sasa kama hizo bilioni 2 upotea kila siku na wanaendeleza kuchukua mikopo, si hiyo mikopo bado ni kama itakuwa tu ndio tunasema kwamba kuna kizungumkuti kweli. Naona huko wanasema kwamba juhudi zaidi sifanywe kudhibiti virusi vya corona shule sikifunguliwa Julai. Ni ukurasa wa 10 ambapo pia naona wanazungumzia kuhusu, wanatuhimiza kwamba tufuate ile mienendo ya Mama Sarah Obama ambaye alikuwa anasaidia wale watu ambao hawajiwezi. Najua huyu mama amekuwa akijikita sana kwa wale watu ambao hawajiwezi, zile familia ambazo ni maskini. Alikuwa anachitoza, anachangisha pesa ambazo walipia kama school fee na vitu zingine katika familia hizi ambazo hasikuwa na uwezo zaidi. Na hiyo mic yako ni kama inataka kuanguka bwana. Sasa wanatuhimiza kwamba tufuate hiyo mienendo ya kuwasaidia wale ama zile familia ambazo hawajiwezi kimaisha. Naam. Ni ukurasa wa 10. Naona ukurasa wa 11 wanasema kwamba kuwa na degree imaanishi kwamba utafanya kazi kwa ofisi. Chikite kwa ile kitu ambayo unaona itakusaidia kujiimarisha kimaisha. Wanasema kuna kijana huku ambaye alikuwa na degree lakini sasa alijikita katika ukulima, na wanasema kwamba akili yake ambayo imegeuka kuwa mali inamsaidia na kumlisha. Huo ni ukurasa wa 11. Katika ukurasa wa 11 pia naona pia wanazungumzia kuhusu ujuzi wa kuchonga vinyago ama sanamu. Vile unapomlisha mama mwingine huku. Ni ukurasa wa 11. Asante sana. Sijui tutakimbia madukani kwa dakika sekunde kidogo tu kisha turejee tutamatisha. Asante sana. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa Magazetini Global Radio, kwa majina naitwa Milly K. Kauri, na waomba mnisaidie kwa kusubscribe to my channel Milly K. Kauri. Mbarikiwe kwa sana.
Hey, what's up everyone? My name's Magazetini, but this is Magazetini Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Magazetini Global Radio. You already see us, we are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here, anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Magazetini Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Magazetini Global Radio. Edwin, tukiangazia katika ukurasa huu wa mwisho, naona kwamba leo timu ya Arsenal, club ya Arsenal iko na meji ambayo kama tutaitegea leo jioni Emirates. Leo kuna leo kuna makali baina ya Arsenal na timu nyingine huku, though ni timu ndogo. Sasa kuna swala huku, ni wakati nilikuwa napitia gazeti hili la Taifa Leo, kuna swala huku niliona tulizungumzia ama nikuulizie nawe pia nione jibu lako ni lipi. Kuna jamaa huku anasema kwamba yeye ana miaka 36. Na ana mtoto. Huyu ni msichana ama mwanamke na ana mtoto ingawa hajaolewa. Najua kuna uwezekano kupata na mtoto, yani kuwa na mtoto na bila kuolewa. Sasa anasema kwa amekuwa na mpenzi kwa miaka 2 sasa, lakini hawajaoana. Amekuwa akimwambia kwamba huyu mpenzi wake amekuwa akimwambia kwamba ana mtoto, ana mke na watoto 2. Sasa juzi tu amegundua kwa kuchunguza kutoka kwa marafiki za huyu jamaa, amepata kwamba huyu jamaa anamdanganya, hana watoto wala hajaoa. Sasa ana swali lake ni hili. Sisi tunafikiria mbona kiini chake kumdanganya ni kipi? Mwanzo amekuwa katika uhusiano kwa miaka 2. Si pengine wajua ikiwa hutaki kulitenda jambo. Kuna tunahitaje kuna kusingizia ama kusingizia. Na naona huko anasema kwamba huyu jamaa anampenda, yeye mwenyewe unajua unaona mwenyewe anakupenda. Anasema huyu jamaa anampenda, anamtimizia yale ambayo anataka, lakini huwa anamwambia tu yeye ana mke na ana watoto 2. Ana mke. Jamaa anamwambia ana mke, lakini sasa huyu jamaa ana mke. Huyu msichana amejaribu kuchunguza. Nimekupata. Jamaa anasema kwamba yupo na mke nyumbani na watoto 2. Na ukweli ni kwamba jamaa mwenyewe hana watoto, hana mke. Jambo rahisi hilo. Unajua naweza kuwa nampenda mrembo fulani lakini sina haja ya kumuoa. Kuna uwezekano nampenda lakini sitaki kumuoa. Yawezekana. Unaweza pata kwamba uko na hisia na mtu fulani, unampenda zaidi, lakini sasa ikija mambo na kuona kidogo sijajipanga, sina ule hivyo, unaonelea kwamba ni kama alikuwa anataka anamdanganya tu ndiye asimoe. Ndio hivyo tu nilikuwa manake sijui kama ushaona hayo. Nimeona wengi, unapata mtu unapenda mwenzako sana, lakini hiyo story yako unaenda kuiangalia, unaiangazia, unachora hiyo taswira mimi na Videl kwa nyumba. Acha tupendane. Naona kuna mwenye amemjibu huku anasema hivi. Kama umedhibitisha kuwa mpenzi wako alikuadaa. Sababu ya kukuadaa inaweza kuwa moja tu, hana mapenzi ya dhati kwako. Kwa hivyo alitaka ujue mapema kwamba huna nafasi katika maisha yake. Basi ndio hivyo. Yaani hataki kumuoa, pengine wao wakiendelea na uhusiano tu hivyo, lakini mambo na kuona hiyo aweke. Swala lingine huku lipo, kuna huyu anasema kwamba nimegundua dada yangu mkubwa anamnyemelea mpenzi wangu. Dada yake mkubwa anamnyemelea mpenzi wake. Amekuwa akimpigia simu na kumtumia SMS asa mapenzi. Sijui nitamfanya nini kwa sababu huyo ni mkubwa wangu na ninamheshimu sana. Ushauri. Boss, ikikuja mambo na uhusiano, ukubwa sistako ndio anataka kunyemelea bwana kama bibi yako boss. Hapo inabidi umemwambia, lakini vile vile unajua inafuata wewe mwenyewe umejiekaje. Sijui walikuwa anaishi pamoja nyumba moja. Ni dadake tu unajua hajaoana bado. Huyu ni mpenzi wake. Ni mpenzi tu hajaoana. Yani mpenzi wake. Anamnyemelea, anamtumia SMS, anamtumia picha WhatsApp, ana chat. Sasa nataka ushauri upi wewe? Nataka yani sasa amfanyeje huyu sister yake ndio aache kumwadaa kwa mpenzi wake. Aache kunyemelea mpenzi wake. Sitikuambia tu vizuri, waambia dada yangu, huyu ni mpenzi wangu. Katoke huko katoka. Yajua dada yako, yajua vizuri. Wewe unamkumbusha, unamwambia. Alafu vile vile wajua huyu mpenzi wake ikiwa yeye mwenyewe atakubali kunyemelewa, vile vile yeye pia kuna makosa. Unajua wanaume si vitu, kuna matatizo, kuna shida mingi. Si sema wewe sasa jiseme nafsi moja. Anashindwa tumshauri vipi. Anasema kwamba anamtumia SMS, anampigia simu usiku wa manane,
Sana na nisitake ni dadake mkubwa. Najua kuna ule unapata kwamba unamheshimu, kuna ile heshima. Unashindwa kumconfront, kumuongelesha. Unashindwa ufanyeje? Ajua ndo nilikwambia ikija mambo na dadangu sasa nikuulize wewe mwenyewe. Tuseme uko na brother yako mkubwa, ndo uko na mpenziwe, ndo ameanza kumnyemelea, utafanya nini? Utanyamazia? Manake uwezi. Ndo nasema kwamba ikija mambo na uhusiano, wajua uhusiano ni kitu kinaweza fanya mmoja aweze kuua mwenzake. Actually watu wengi wamewana sababu ya mapenzi. Napata unanyemelea mke wangu na kupata kwa nyumba. Juzi tu karibu hapa Kisii mtu aliua mwenzake, manake walikuwa wanaenda kazi pamoja, kurudi napata amerudi kwake nyumbani akona uhusiano na bibi yake, unaona. Kwa hivyo heri ambie huyo sister yake vizuri, ambie huyu ni mpenzi wangu, tafadhali weka mipaka. Naam. La mwisho huku naona kwamba kuna jamaa huko ana wasiwasi. Anasema kwamba ninashuku mke wangu anatembea nje. Ana wasiwasi tu. Nashuku mke wangu anatembea nje. Siku sasa hivi majuzi amebadilika sana. Ameanza kuchelewa sana kutoka kazi, na mara nyingi anafika kwa nyumba kama ni mchofu sana. Huduma za chumbani huwa zimepungua na hazina msisimuko kama hapo awali. Nina hofu, nahitaji ushauri. Ana wasiwasi tu. Ni wasiwasi tu. Ni wasiwasi tu. Ameanza kuona ni mwanaume anasema kwamba mke wake anashuku mke wake anatembea nje. Kuna wasiwasi kwa sababu vile kulikuwa hapo awali, sasa hizi ni kama kuna tofauti kubwa. Unajua kuna ile tunaita insecurity. Insecurity na kujanga sana wakati hauna ile trust kwa mke wako. Unajua mkeo wawili inabidi nyinyi wawili wenyewe uwe na imani kwake na yeye awe na imani kwako, unaona. Kwa hivyo unless amepata evidence like mke wake anamchito, utangoja evidence, atoa wapi evidence? Sawa, utafanyaje? Hivyo uendelee kushuku tu. Uende can you go hire someone anakuja aanze kufuatilia bibi yako kwenye. Utauliza mke wako, muulize, unajua mimi niko na nimeanza kukushuku. Nana itakuwaje? Uanze kumuulizia au mwambie mke wangu mimi yenyewe siku hizi nimeanza kukushuku sana. Tufanyeje? Uwezi uliza. Utatulia tu ungoje, manake ukiuliza pengine yeye pia ataanza kuona iki unajua kuna uwezekano hamna jamu, ni ile ni shauku tu nalo, unaona. Yeye ataanza kufikiria mpenzi wangu ni kama niamini na kuaje. Yeye mwenyewe vile vile sasa ule uhusiano mlikuwa nao utaanza kulegea kidogo, kupungua kidogo, unaona. Kwa hivyo yeye ni kunyamaza unless amepata nini kinatokea, apate akuwe na ule uhakika kwamba mpenzi wangu ni kidogo ananichezea nini, unaona. La muhimu ni ile wakati chini amuulize inakuaje, mbona siku hizi kazi za nyumbani kidogo umetelekeza, ona. Kisha waongee yani kiutu uzima. Si amuulize mbona umeanza kuenda hivi ni kama umepata jamaa huko hivi. Kama kuna kitu huko hivi. Sasa utamwambia hata aanze kutafuta. Hapo mambo itakuwa. Acha niangalie hapa comments kidogo. Naona hapa anaitwa Helen Wachera anasema mbele pamoja sawa. Orino tena anasema ni mbinu ya kujua kama kweli anampenda au anamcheza. Nashuku ni ile kisa cha kwanza. Anasema kwamba ni mbinu ya kujua kama kweli anampenda au anamchezea. Wengine hichi cha news huyu jamaa anamwadaa mpenzi wake kwamba ana watoto na naam. Anasema kwamba ni mbinu ya kujua kama kweli anampenda au anamchezea. Wengine hujifanya hawana pesa wala mali ili hali wanazo. Wengine hufanya hivi kama jaribio la kuona kama kweli yuampenda. Pengine huyu kulingana na Ontira anasema kwamba pengine huyu mwanaume alimwambia aone kama unajua kama bibi anakupenda, amekupenda, unaona. Lakini kuna wengine wakisikia tu wakisikia tu eti uko na bibi tu. Kesho utaimwona. Unajua nishaona wengine kwamba mtu anajifanya maskini hohehahe, kuja kuambia unajua mimi nalala sina nyumba, aone kama kweli huyu mwanamke ni yule anaweza stahimili maisha yake hayo, maskini ukija ataweza kuvumilia, unaona. Kwa hivyo pengine hii ni tunaita opinion, mtazamo wake Orina Ontiri. Vile vile katika hiyo kesi ya pili anasema kwamba huyu mpenzi wa pili amjulishe dadake amkanye ba dadake. Akisikia eti dadake amegundua ataona aibu aache. Yaani ile unamwambia tu hata kama anajua kumjulisha tunamwambia dadangu huyu ni mpenzi wangu. Lakini unajua kuna zile familia ambazo sina heshima. Unashindwa kumconfront, unashindwa kuongea na dadako mkubwa, inabidi utumie watu wengine kumjuza. Unaona kwa mambo ya mapenzi, nilikwambia this different case. Mambo na mapenzi kuchukua, unajua
unaweza nyamaza akishachukua mpenzi wako muue, unajua. Kwa hivyo ni vizuri kabla hayo yote hayajatokea, unajua shetani anaingilia kati kivingine vya hasira ndizo hizo, unaona. Mwambie mahusiano ni tofauti na yale mambo ya kawaida na zile heshima ambazo tumezienzi pale katika zile familia zetu. Kwa hivyo ni vizuri ambiane, aambie dadaka, amwambie dadangu, kweli huyu ni mpenzi wangu. Kuna huyu ametoa ushauri katika kisa hicho cha pili. Anasema kwamba ushindani wa kimapenzi ni jambo la kawaida. Lakini hiyo haitarajiwi katika dada au ndugu wawili. Anasema kwamba ndivyo ni mkubwa kwako, lakini unamheshimu ama unamheshimu, lakini ni lazima utafute namna au mbinu mwafaka kumkomesha. Lazima utafute mbinu ama njia ambazo utatumia kumkomesha. Sababu unaweza kumtumia mama yako ama wazazi, baba, ili aweze kumkomesha. Tafute mbinu mwafaka ama njia zingine. Kama unamheshimu huwezi kumconfront. Unajua hapo hatujajua kwamba hayo mapenzi yao yamehalalishwa. Unajua kuna mpenzi lakini wazazi bado hawajajua, maana hawajawana. Unajua itakuwa vigumu sana kuambia mzazi, unajua ni kuna mpenzi naona na huyu na hajajulikana, naona. Kwa hivyo njia mzuri ni ile wewe mwenyewe enda moja kwa moja mwambie ni dada yako. Ni dada yako, mmezoeana. Lakini huyu dada yako pia anajua vizuri. Naam, anajua. Lakini unajua anayafanya tu kisirisiri. Kwa hivyo ni heri mwambie mwenyewe aone wewe umejua, unaona. Ajua ushajua. Naam, Orino tunasema katika hiyo kesi ya tatu, anasema kwa huyo mwanaume wa tatu yeye ndiye ana wasiwasi. Kwa hivyo amjulishe bibie wajaliane to address his fears. Ikiwa jua hofu yangu ni ile hata mimi nikiwa na uhusiano na wewe kisha uniambie ni kama nishaanza kuona dalili. Na mimi sina hiyo haja ama sijafanya chochote, pia mimi kidogo roho yangu to feel like this man is not aniheshimu nini, is not trusting, unaona. Pia italeta lakini vizuri mueleze, mwambie kazi za nyumbani kidogo umeanza kutelekeza, inakuaje. Naam, hayo ndio yale alikuwa ameangaziwa katika jarida hili la. Niangalie hapa, sijui kama kuna huyu watatu hapo, huyu amejibiwa aje hapo. Huyu watatu mwenye alikuwa na wasiwasi. Naam. Iwapo umezungumza na mke wako kuhusu tabia yake hiyo, nasema kwamba iwapo umezungumza na mke wako kuhusu hiyo tabia, umekuwa na shauku kwamba mke wako anakwepa ama anatoka nje. Inawezekana kuna mwanaume ambaye ameingia katika kati yenu. Unajua pia huyu jamaa mwenye analalamika anaweza kuwa si wewe unalalamika bure, ni kama anaona kwamba kuna dalili. Unasema kwamba endelea kuchunguza mienendo yake kwa makini. Kama ana mpango wa kando, muda si mrefu utamfahamia. Kutoka hapo utaamua kuhusu hatua ya kuchukua. Unajua nini? Mwanamke, wanasema kwamba mwanamke ni mtu wa ajabu. Ikiwa umeona kuna dalili fulani mbaya, kwa hivyo kuna jamaa pengine unajua unasafananisha vile mlikuwa mnakaa hapo awali na sasa hivi unaona kuna tofauti. Na hiyo tofauti haikujangi tu bure. Labda wewe una makosa ama yeye anacheza kivyake. Na vile vile uweza pata mwanamume mwenyewe ndiye mwenye makosa. Inawezekana. Ndio maana ameambiwa kwanza achunguze zaidi. Endelea kufanya uchunguzi wake. Like baini kwamba kuna kashida, ndio aone amue vile yeye atakavyoamua. Naam, ni matumaini yangu tumekuwa na wewe tangia pale saa 1:30 kwenye magazeti kama kawaida, gazeti la The Standard na Taifa Leo. Tumejadiliana mengi, mmetoa jumbe za kwenu pale, mmetoa maoni yenu, mitazamo yenu. Tunasema shukrani sana. Nimekuwa wako Edwin Mokaya hadi hapo kesho kwa wakati kama huu wa sasa, tuweze kukutana tena katika sehemu hii ya magazeti. Kumbuka ni Fidel Omoshoge, tunakutana katika mpango mzima wa Seria Obotaka kuanzia hapo saa 4 hadi saa 8 saa mchana. Tutashiriki pamoja. Barikiwa. Hey, what's up everyone? My name's Alfaxi Nyibuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio.
Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima, mabonde na mito iko pale pale.